keja kuonera unene kiri sasa kethirikio kiama kiria kinonto kwatana na Uhuru kiria kiuma kwithira gituika yale yangi kuri na gitu kigi kiria ja nyambene rira bwari kwa miru ndiri no ndari ndio no turingi twijaga turi association ringi turi arimi na raisi na arungamire no riri mweshimiwa uria wa igembe bwana Taitumu mantuja wamba kwa ng'ombe amwirire ndiendo mpe mweri jumwe meri iri au indege akarite ria kithire kinga na namba bara ba ng'ombe ndiendo gwira kumarira bware aria mwankira nandi antu bara bakwite ng'ombe otiritio kinya kumya kiathira no rei na antu boragwa na ndino tugore munini o raisi wina uwezo bwa kwithira ogitethia antu bara amba ba ng'ombe bakethira baki wamba bara bokethira kabisa boka churora bokathira buruntu raisi na ariria ikwaremere CS wa interior nejite na wamba guterathira mwankira nandi kome nejite na wamba guterathira kwa muthia kenda tunenkera bangi bomba kwithira bakiaria nkuthikira Bruna ndigwa kuringana uria kwithira okiaria na muno kwaria mantu ya jumbe betu ni ama former councillor na mko na pesa yetu ya councillors lakini sitaki kuongea leo. Kuna shida iko hapa tuira watiri na hii kwa sababu unaongeanga ukweli, tuambie tu ukweli. The last time tukikuja kwa ofisi yako nilikuta wabunge wa Meru wote kwa hiyo ofisi, hata senator alikuwa na walikuwa wanakuja kutembelea, sijui ilikuwa naongea nini, lakini tunasikia shida yako na wabunge wa Meru kana bodi ya Meru. Ndio kuna wabunge wa Meru kutuika gatiri, sasa utatuambia kama ni ukweli ama ni uongo. Walikuja wakakuomba usaidizi, tusaidie kuondoa ngava na kaunti ya Meru, Kawira Mwangaza na sisi tutakusupport. Ukakanyanga kando na wakakanyanga kando. Ni ukweli ama si ukweli? Ukijibu hiyo tunataka kujua kama una support impeachment ya governor. Mambo ya Mukariri Jubilee Party, hiyo ni chama ya Jubilee na mimi niko kwa chama ya UDA. Siwezi ongea mambo ya chama ingine kwa sababu I'm not a member of Jubilee Party. Tulitoka Jubilee tukakuja UDA. Chama yetu ni chama cha UDA. Yale ahadi rais alitoa hapo sasa nimejua kwako haijafanyika, so nitafanya kufuatilia kwa sababu ndio kazi yangu. Unajua nikizunguka katika counties nikute kuna mambo ambaye rais alisema ifanyike na wale wizara hawajafuatilia, pia ni kazi yangu kufuatilia, so nitafanya hivyo. Mambo ya impeachment ya Governor Kawira, mimi niliketi chini na wabunge, nikaketi chini na Kawira, nikakaa chini na MCA, nikajaribu kuwaleta pamoja. Na nilifanya kazi mingi sana. The first impeachment niliita ma MCA na Kawira, nikawafungia siku 3, tukaelewana. Akaendelea miezi 8. Wakakosana tena. Nikaita Kawira, nikaita MCAs, nikaita wabunge, wakakosa kuelewana. Nikaenda kwa rais, nikamwambia hiyo ni second impeachment. Hii Meru vile mimi naona hao watu wote ni wetu. Hao MCAs ni wetu, MPs ni wetu, governor ni wetu. Mimi ningeonelea vile nimepima tukae kando kwa sababu hii maneno itatupa kama tope. Kwa hivyo mimi nikaamua kukaa kando. Kama hiyo ndio ileta shida na wajumbe, I am not sure. I don't know. Hawajaniambia. Sijui kama hiyo ndio ileta shida, lakini mimi nilisema hiyo shida nimejaribu kutafuta. Nilitaka wakuwe pamoja kwa sababu gavana alichaguliwa na watu. Wajumbe walichaguliwa na watu. MCs walichaguliwa na watu. Mimi nikaambia hao wajaribu kukaa pamoja. Na sio lazima wapendane. Nikaambia nyati zinatembeaka pamoja si kwa sababu zinapendana, lakini kwa sababu ya hatari kwenda peke yake. Nikaambia nyinyi MCs mlichaguliwa na watu ya Meru. Hao watu walichagua nyinyi, ndio walichagua hao wabunge. Hao watu ndio walichagua Kawira. Sasa hao watu hapana wajinga. Walijua ni kwa sababu gani walichagua Kawira, kwa sababu gani walichagua mjumbe, kwa sababu gani walichagua MC. Wacha tujaribu kuketi pamoja, tupendane tu, hii miaka 5 raia wataamua mbele. So mimi nikajiondoa kabisa. Hata hii impeachment ilikuweko, watu walijaribu kuniita, kunipigia simu, nani, nikasema hiyo maneno mimi sitaki kuhusika kwa sababu mimi siwezi gawanya wa Meru, siwezi kubali. Kwa sababu
Huyu Kawira alichaguliwa na watu ya Meru. Meru ni kwangu, ndio bahali mamangu ametoka. Hawa watu wa Meru hawa ndio walichagua hawa MPs. Hawa Meru ndio walichagua MCAs. Sasa mimi nikiwa kiongozi hapa, nikiingia hapa katikati, si nikupiganisha wananchi? Sasa mimi nikaamua nikae kando, wafanye vile wanaona, lakini hiyo maneno sasa iko kotini na koti itaamua, na si mzuri tuongee jambo ya mambo ambaye iko kotini. Lakini ningeulizwa mimi, kama ningekuwa na uwezo, ningeuliza hao viongozi watafute mbinu ya kukaa pamoja na kufanya kazi pamoja. Kwa ile miaka 5 wamepewa na wananchi, ndio watu wa Meru waweze kusaidika. Hii vita na mfurutano iko hasara kubwa sana kwa wananchi. Na ndio hata mimi naongea kwa kitaifa sasa. Hata sisi tujaribu kama inawezekana tufanye kazi pamoja. Naam. Swali moja kabla nipewe wenzangu. Swali ya kwanza, Deputy President, kwa sababu inasemekana mic yako kidogo. Kuna impeachment ambayo inaletwa. Na watu wanauliza, Deputy President, uko na numbers ya kuokoa pale bungeni? Swali ya pili, wakati Mheshimiwa Raila Amolo Odinga walisalimiana na Uhuru, matatizo ya naibu wa rais wakati huo William Samoei Ruto yalianza pale. Matatizo yako na Mheshimiwa Ruto akiwa president, ukiwa deputy president, yameletwa na Raila ama yalianza kitambo? Hii maneno ya impeachment nafikiri tumeongea sana. Mimi sijui kama tuko na numbers ama tuna. Wabunge watapiga kura bila wanataka, lakini wafanye public participation, waulize wananchi maoni yao, hasa hapa Meru, Embu, Tharaka Nithi, waulize wananchi maoni yao. Mimi tu ningewashauri tu, siwezi kuwalazimisha. The other day niliwaambia wasikize ground, wakasema mimi nawatisha. Mimi naambia tu kama kiongozi, kwa sababu mimi ninajua mambo ya raia sana, na hao raia ni watu wazuri na mimi nawasikiza. Kuna yale mambo yanawapendeza, kuna yale mambo hawapendezi. Rais William Ruto alionewa huruma na watu wa Mount Kenya sana kwa sababu ya kuteswa, na hakuwa mtoto hapa, lakini watu hapa walimuonea huruma sana na wakaamua kukufa na yeye. Sasa kama walionea mtoto wa mbali huruma, mtoto wao akiteswa, unafikiria wanasikiaje? Mimi naambia tu wajumbe tu wakuwe waangalifu, waulize hii wa Meru, hii wa Embu, hii wa Tharaka kama wanafurahia mtoto wao akiteswa, na kama wangependelea mtoto wao aibishwe, afukuzwe aende nyumbani. Lakini pia Kenya nchi ya sheria, si rahisi si rahisi vile unafikiria. Ati utafukuza mtu amechaguliwa na watu milioni 7 ati mkutana watu 200 tu aende nyumbani namna hiyo? Hii ni nchi ya sheria na iko sheria Kenya ambayo inaheshimu demokrasia na inaheshimu uamuzi wa wananchi. Ni muhimu sana. Sijui ni gani ingine umeuliza? Mambo shida zako zilianza wakati hapa. Mimi sina shida na Raila Odinga. Tulikuwa na shida hapo mbeleni wakati ya Uhuru Kenyatta, na tukapiga Uhuru Kenyatta sana, tukamuumiza sana, na tunaomba msamaha kila siku kwa sababu tulimkosea. Kwa sababu alikuwa ametuambia Raila ni mtu mzuri, tukasema hapana, Raila ni mbaya, mtu mzuri ni William Ruto. Huyu President William Ruto alikuwa anasema ndio mzuri, Raila ni mbaya, mwenyewe amesema Raila ni mtu mzuri. Sasa sisi tumesema tumekubaliana na yeye na Uhuru ya kwamba Raila ni mtu mzuri, mimi ni mkamkaribisha. Ile tu itatushangaza ni kama watu ya Raila watatumika kutufukuza, kwa sababu itakuwa pia amekuja kwa serikali kuchangia kuleta shida kwa serikali, na hawezi kuwa anatafuta kiti ya kwenda Afrika kuunganisha Afrika kama anaharibu nyumbani. Itaweka question mark kama watu ya ODM wataunga mkono kuharibu serikali ya Kenya Kwanza ambayo hawakuchangia, then itaoneshana ya kwamba Raila amekuwa mtu ya uchokozi,
na amekuja kwa serikali kuharibu. Hiyo ndio itaonekana. Kama watu yake watapiga kura ya kunifukuza, Wakenya wataona ya kwamba yeye ameingia kwa serikali kuharibu, kwa sababu tuliambiwa na rais amekuja kutengeneza, hatukumeambiwa atakuja kuharibu. Na ile ya Uhuru tulisema aliharibu. So akija watu yake watumike kupiga kura ya kufukuza naibu wa rais, then kutakuwa na confirmation ya kwamba Raila ni mtu ya kuharibu pahali yote anaenda. Na hiyo pia itamharibia kiasi kikubwa sana hii mambo ya Afrika. Unajua hii ni maneno yanafuatwa kila duniani. Because yeye kama watu yake watatumika kuharibu serikali ya nyumbani, kwa sababu wakitufukuza serikali itaharibika. Kwa sababu hii serikali ni ya president na deputy president walichaguliwa pamoja. Ikiwa na msoso itakuwa na repercussions mingi sana kwa vile stability ya serikali. So I don't know kama watu ya Raila watatumika kutufukuza, but from my reading it will not augur well for him kwa hii kiti anapigania Afrika, because yeye anataka kuwa chairman ya African Union Commission, kuleta ya Afrika pamoja. So kama watu yake ambayo wanamusikiza sana watatumika kukoroga nyumbani kwao pahali yametoka, credentials yake kwa Afrika itakuwa affected to a large extent. Na pia sisi kama atatumika kutufukuza, itakuwa ya kwamba ile rais alituambia anakuja kusaidia was not true, it was deceit. Kama alikuja ndio atufukuze, then ile rais aliniambia, because rais tuliketi na yeye na nikamwamini. Na mimi rais namuamini kwa sababu hata tukiingia kwa hii arrangement mimi hakuna kitu tuliandikania na yeye. Lakini wengine wote walidemand aandike. Musalia ameandikania, Wetangula ameandikania, Kingi ameandikania, Mutua ameandikania, hata JB Muturi waliandikania. Mimi peke yake kwa sababu mimi ni Mkristo na mimi kwa sababu mimi ni muaminifu, naamini wengine, mimi ni muamini. So ile aliniambia analete Raila na watu yake ndio tutengeneze serikali. Kama itakuwa watu yake watakuja kuungana na wetu kutufukuza kwa kazi, then itakuwa ile rais aliniambia si ya ukweli. No. Na hiyo itakuwa si nzuri. Deputy President, unajua wewe unaamini President Ruto, lakini Wakenya sidhani wanamwamini na wewe pia by extension, kwa sababu mlitafuta hii serikali, umekuwa ukituambia kwamba hii serikali ni yako na president. So mambo ya uaminifu Wakenya hawahusishi sana na uaminifu na ukweli, kwa sababu zile mambo ambazo mliahidi mtafanya hamjafanya. Mlisema hamtakopa, mnakopa. Mlisema mtatumia criminal justice system, mnatumia. So why? Mimi nimekuwa nimemwamini yeye. Akikosa kuwa mwaminifu hakuna kitu mimi naweza fanya, lakini ukweli ni kwamba rais akiithinisha ningatuliwe kutoka kazini, na yeye aliahidi wa Kenya naibu wake hatateswa, hataingiliwa. Hata walipokosana na Uhuru Kenyatta, Uhuru hakumfukuza kwa serikali, aliwacha akae. Akienda ithinisha ati mimi nifukuzwe kwa serikali, itakuwa ngumu sana kwa Wakenya kumwamini tena. Hata hapa kwanza hapa kwa mlima, hata watu wanasema tayari, anasema akifanya hii hakuna kitu atasema hapa mtu amwamini, because alisema mchana kila mtu akiona, akasema mimi nitaketi vizuri na naibu wangu, nitamtunza, sitakubali atukanwe, sitakubali hangaishwe vile nimehangaishwa, atakuwa na kazi ya kutosha. Hiyo tayari imefanyika, bila teswa na hangaishwa imefanyika. Hiyo hapo hiyo uaminifu imeenda chini, ile kuaminiwa. Sasa akiidhinisha ati watu waende waningatue kwa kazi, sasa yeye kuaminika tena, hata akienda kanisani, hata akija hapa Meru, hata akienda Embu, hakuna mtu anamwamini tena. Ile yote atajaribu kusema watu watakuwa na shida naye, because yeye mwenyewe ndiye alisema tutaketi namna hii, tutaketi namna hii, tutaketi namna hii. Tena watu pia, unajua watu wanaangalia vile mimi nilimsaidia, vile nilikuwa na shida mingi nikikufa na yeye, ile kazi nilimfanyia, vile nilizunguka kila pahali nikimtetea, nikimfanyia campaign zaidi ya miaka 4. Kama yeye mwenyewe atasahau hiyo na akuwe ya kunigeuka na kunitesa na kunihangaisha, wananchi wetu ambaye pia ni Wakristo wakiangalia hiyo, hata saa ile wananiambia, hata waiters wanatupatia chai, hata watch mwana shanga, itakuwa
akiangaliwa na wananchi itakuwa na shida. So ni kitu yeye labda atafikiria, afikirie vile anataka kufanya na ajue atakaa na watu namna gani, kwa sababu hii maneno ya kiongozi kuaminika ni muhimu sana. So yeye ataangalia, atapima, yeye ni kiongozi wa zamani, yako na experience ya kutosha, ataweigh all those things and make a decision, aone vile atafanya. Ujile maandamano ya Gen Z ilikuwa ishara kwamba hawaamini, lakini sasa ni wewe tu umebaki ukimwamini labda. Mheshimiwa Deputy President, kama Kimeru utakaumeo kiuga antikije manto joja gwitikania aragi ko mombere ngo tawrire twabwitikirie bwina president twabonengera thirikari miaka ikuthira iri thirikari ne miaka 5 project ile kuira nyingi cha kuma thirikari Uhuru zilikwama yenu bado ni ahadi zile mingi miaka you have covered 40% ya hii uongozi yenu ya miaka 5 Ameru bauge kaaga kidhana to murago ng'ombe ikikosa maziwa wakati imepata damu ikisonga songa hiyo kuisha miaka ikuthira iri ni mipango gani mko nayo ya kuhakikisha hii miaka 5 itaisha kama tumepata zio? Hiyo mimi pendekezo langu, na acha nikuongeze swali lingine ndio nipatie wenzangu. Kuna swali uliulizwa ya pande ya Meru North security wizi wa mifugo na ile skirmishes especially along the border sana ya mashamba imekuwa too much. Juzi kulikuwa na NPR wawili waliuliwa, kulikuwa na mwanasiasa na area manager mmoja pia waliuliwa kwa mambo ya mashamba, au NPR wawili na hada mmoja walikuwa mambo ya wizi wa mifugo. You sit in National Security Council. Hiyo mambo imewashinda kweli kama serikali. Unajua wananchi mkiwaambia hivyo najua pia wao wanaweza jua the next course of action. Thank you. Asante. Ni kweli kuna project mingi sana zilianzishwa wakati ya Rais Uhuru Kenyatta hazijakamilika, na ndio mimi nasema mimi ni pendekezo langu kwa mkubwa wangu Rais William Ruto na wabunge wetu, tafadhali tuache vita, turudi kwa kazi, tumalize hizi project. Angalau hata kama hatuanzishi zingine mpya, zile zilikuwa zimeanzisha tufanye nini? Lakini sasa watu wanasema sasa kama project ni kuimpeach Gachagua. Sasa hili inaonekana project yote imewekwa nguvu yote. Sababu kama ile nguvu tumeweka kwa hii project ya kufukuza Gachagua ndio ile nguvu tungeweka kwa hii project zetu, tungekuwa tumeenda mbali sana. Mimi ningeomba tu viongozi wetu wakubali tu, tuzoeane vile tuko, tujaribu kwa sababu zote tulichaguliwa na raia, tuone vile tutafanya kazi pamoja, angalau zile project za zamani tumalize in the remaining 3 years. Mambo ya insecurity katika Igembe North ni mambo ambayo mimi mwenyewe nimekuwa nikifuatilia sana. In fact, siku moja niliita Professor Kindiki na Kome, sisi watatu. Nikawaita, walikuwa tumeenda mkutano State House, nikawaita hao kando, nikauliza wewe Kome, wewe ni mtu hapa Imenti, wewe Kindiki ni mtu hapa na Tharaka, mimi ni mtu mama yangu alitoka hapa. Sasa hii watu ya Igembe North wanaumia tukiwa kwa serikali. Mimi ni Deputy President, wewe ndio Minister of Security, wewe ndio Inspector General. Hii shida kidogo ya watu wetu hapa nyumbani hatuwezi maliza, na mimi napata aibu wa watu wakinipigia simu. Ndio tulifanya juhudi kubwa sana na tukabadilisha kamati ya usalama. In fact, County Commissioner alikuja hapa, tulimtoa Turkana na Professor Kindiki. Tulitafuta mtu ambaye ako na experience na amehandle situations that are very difficult. Na huyu County Commissioner anaitwa Jacob Ouma alihandle Turkana very well. Tukakubaliana na Professor Kindiki, wacha tulete huyu hapa. Na tangu akuje there has been improvement. But of late, like 3 weeks, I agree with you, kumeanza kuharibika. Yeah, na nimekuwa na yeye asubuhi, nimemuuliza what is the problem, ameniambia 2-3 things ambaye siwezi taja hapa, ambaye mimi mwenyewe nita address tukirudi Nairobi with the new Inspector General huyu Douglas Kaja na Professor Kindiki pia nitamuongelesha, because ni kitu ambayo we can deal with. Hiyo bounda ya kwenda Isiolo watu wameumia hapo siku mingi, na mimi nasema kama Deputy President nikiwa mtoto hapa Meru, hata mimi naaibika, na kubali nimeaibika ya kwamba
mimi ni mtu ya hapa na watu wetu wanaumia na tuko kwa serikali. So nipatie nafasi, wacha niongee tena na Profesa Kindiki na huyu Douglas Kaja kulingana na vile county commissioner amenielezea challenge iko hapa na hapa na hapa, tuone vile tutawasaidia, tufanye mop up hapo kwa hiyo border, tuone kama mambo itatulia vile ilikuwa imetulia in the last 3 months. Daraja ya Nithi Bridge, mimi nashindwa nitasema nini kwa sababu usiku kumetokea kifo. Nilikuwa hapa wapi? Hapa South Imenti. Na hiyo swali ikakuja na nikaongea na PS wetu wa barabara naitwa Engineer Mbugua, na akaniambia kwamba designs siko karibu, lakini pia naibika kwa sababu hii ni ahadi tulipatia watu ya Meru na rais wetu, na rais akasema within 6 months tukichaguliwa itakuwa imefanyika. Akakuja tena akasema, na it is true, it has not happened. Mimi nataka kuomba msamaha kwa watu wa Meru na Tharaka, hapo tumeanguka. Mimi nakubali makosa, tumeanguka, lakini wacha tu nifuatilie, because niliongea na PS nikiwa hapo kanisani nikitaka kujua tumefika wapi, ndio nijue nitaambia washirika nini. Again, kesho asubuhi nitamuuliza na nitaambia nyinyi pahali tumefika, lakini ni ahadi ambayo tulitoa. Itakuwa kitu ya maana sana tukitimiza. Tukirudi hapa uchaguzi bila kutimiza hiyo ahadi, hata sijui tutapitia wapi. Itakuwa shida, itakuwa balaa, kwa sababu ni matter that is very emotive. Watu wengi sana wamekufa hapo katika hiyo Nithi Bridge, na ni ahadi ambaye mkubwa wangu Rais William Ruto alitoa kwa niaba yetu, na tuko na jukumu ya kufuatilia tuone itafika wapi. Naam. Deputy President, nataka tuvuke pande nyingine sasa pia. Thank you, Deputy President. My question is this. Do you think the MPs, the members of parliament, they don't feel you because some of them they are serving their 2nd, 2nd and 4th term, and for you were appointed when you served the 1st term? Mimi sijui, unajua Mungu anapangia kila mtu lake, na mambo ya Mungu ni ajabu. Mungu ndio alipanga mimi nikuwe MP for 5 years, nikuwe deputy president. Hiyo ni maneno ya Mungu. Kwa hivyo kama wajumbe wako na shida na hiyo, mimi sijui. Na kama wako na shida, sijui kwa nini wakuwe shida na mpango ya Mungu. Mungu anapangia kila mtu lake, na kila mtu atakuwa na nafasi yake. Na ndio unasikia nikisema ile Mungu amepanga tumwachie Mungu. Mungu atakupangia yako. Kila mtu atakuwa na nafasi yake, kwa sababu Mungu ni wa maajabu. Na mimi sikuwa najua nitakuwa deputy president after being a MP for 5 years, lakini nikumbusha watu kuwa MP for 5 years kwangu is not the real thing. Experience yangu kwa serikali ndio inanisaidia kwa hii kazi. Mimi nilifanya kazi kwa public sector miaka 15 katika office of the president, nikiwa district officer 1, alafu nikakuja pale katika Harambee House nikakuwa personal assistant to the head of public service and secretary of the cabinet Professor Philip Mbithi. Nikaketi naye hapo karibu mwaka 5, the nerve center of government. Mimi naelewa serikali sana kwa sababu nilikaa katika uongozi, governance for 15 years. Ina shida hii ya ubunge mara 10. Baadaye nikakuwa katika private sector another 15 years kama mfanyabiashara. Sasa ukiunganisha ile miaka 15 katika public sector, miaka 15 katika private sector, miaka 5 ya ujumbe, that is 35 years experience. Mimi niko na experience ya kutosha ya kufanya hii kazi. Na ndio nilipoingia nilianzana naye mara moja, because mimi naielewa. Rais aliponiambia panga mambo ya emergency, I know the government like the back of my hand, because mimi nilikuwa kwa serikali. Hii mambo ya security, I understand it because I served in the security center. Mimi ni mtu ambaye nimefanya very intensive paramilitary training. Mimi kukitokea vita saa hii ni kuchukua bunduki na kwenda kazi. Na utatupigana hapa utaona vile mimi nitafika watu. Mimi niko experienced. Yeah, I have been in the government for those years. So wale wanafikiria labda ile experience ya ujumbe ya miaka 5. Hii kazi ya deputy president is not legislation. It is governance.
na mimi niko na experience ya governance in the public sector for 15 years and private sector 15 years. That is started, and that is why unaona mimi naweza kuunganisha the public sector and the private sector vizuri, because I understand both worlds. Then when you add the 5 years ya legislation, the picture is complete. You've got a good deputy president who knows what he is doing, and I know my work. Mimi naelewa kazi yangu vizuri sana na ninaiendesha vile natakikana. Naomba tu nipewe nafasi nifanye kazi yangu. Just they are like the same. You read the fight against illicit blue and other drug abuse, and maybe the business owners, they take the fight, maybe they are taking the fight back to you. Do you think so? I don't think it's those people who are fighting back. I think it's just politics. Na mimi sikuwa na shida na mfanyabiashara yoyote, na ningetaka nieleze yule ambaye anauza pombe ambaye ni sawa, ambaye haiui watu, sisi hatuna shida. Hata hiyo hoteli tunakaa hapa iko pombe, naona watu wanakunywa, iko sawa, waendelee. Wala wasikunywe sana, wasichelewe kwenda kazini. Wale wanafanya manufacturers wanatengeneza pombe ambaye ni hygienic, ni sawa, waendelee na biashara yao. Shida yangu ilikuwa wale wanatengeneza pombe ya kuua watu, na ndizo hizo factory tulifunga, na ndizo hizo watu wengine wameanza kufungulia, waanze kuua watoto wetu. Mimi sifikiri hiyo watu labda ndio wanapiga sisi. Nafikiri ile inaendelea ni siasa, na mnaelewa pahali vita inatoka, tumekubaliana na nyinyi, tunajua. So sioni kama ni hao wafanyabiashara. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. Kama nilivyokuwa nimesema, naitwa Dan Kanimwadhi, Mwenge FM. Swali langu ni moja, na kwa serikali ya Kenya Kwanza. Wakati mlikuwa mnapiga campaign, mlikuwa na ahadi nyingi sana kwa Wakenya na watu wakawaamini. Lakini sasa hivi ukiangalia serikali ya Kenya Kwanza, mambo yamebadilika. Kwanza tumeanza siasa za mapema. Kila mtu sasa hivi, viongozi wenye tulichagua wameingia kwenye siasa. Instead ya kuwa wanafanyia wananchi kazi, kila mtu ameingia kwa siasa. Ukiangalia hapa kaunti ya Meru, kaunti ya Tharaka Nithi, tayari tumejua kama ni mbunge amesema 2027 nitakuwa gavana. Wewe kama naibu wa rais, na huwa mnazungumza na rais, unafikiria hizi siasa za mapema kuna vile zinachangia agenda zenu zile mlikuwa mmeahidi wa Kenya zinaangusha? Mimi nakubaliana na wewe, tulipeana ahadi mingi sana hatujatimiza, na watu hawana furaha. Hiyo ndio ukweli. Mimi ni mtu ya ground, na ndio watu wengi wanipendi kwa sababu mimi nasema ukweli. Tulitoa ahadi mingi sana hatujatimiza, na watu hawana furaha. Maombi yangu, na ndio hiyo umesema, hii siasa tumeanza ya mapema na hatujafanya kazi, inakasirisha wananchi. Sasa hii wananchi wanauliza, kuliko kufikiria mambo ya kumaliza projects, tunapeleka impeachment ya deputy president. Watu wanauliza kama vichwa yetu iko sawa. Hawaelewi. Watu wameanza kutangaza, mimi nataka kuwa governor, mimi nataka kuwa hii, mimi nataka kuwa rais. Wengine walikuwa wanapanga hata siasa ya 2032. Sasa mimi naomba viongozi wote tukubali ya kwamba tulipewa kandarasi ya miaka 5. Sisi zote tukubali, tuachane na hizi siasa, turudi kwa kazi. Angalau tuone ni ahadi gani tutatimiza kwa wananchi, ndio tuone kama watatusikiza tukirudi 2027. Lakini ukweli ni kwamba saa hii mambo yetu si sawa kwa raia. Hiyo ndio ukweli. Tukija kwa raia saa hii tutanyoroshwa. Hiyo ndio ukweli. Na wengine hawafurahi nikisema namna hiyo. Najua watu wanataka kujidanganya ati tuko sawa. Bana, raia hawana furaha kwa sababu ahadi mingi tulitoa sisi bado timiza. Mimi najua wengine watanichukia mimi nasema namna hiyo, lakini hiyo ndio ukweli. Na hiyo ndio shida yangu, mimi nalaumiwa kwa sababu ya kusema ukweli. Ukweli ni kwamba wananchi hawana furaha kwa sababu mambo mingi tuliahidi bado timiza. Ombi langu ni kwamba hatujachelewa sana, tungali tuko na nafasi. Kama tungekubali sisi zote, tuachane na mambo ya siasa, tuachane na vita, tuachane na siasa ya kupangia mwingine. Sote turudi kwa kazi, tuchukue manifesto yetu. Tuko na zile economic charters tulisign na kila county. Tuko na ya Meru, tuko na ya Embu, tuko na ya Tharaka Nithi. Tusiweke kwa meza, tuangalie ile mambo ambayo tuliahidi ni gani tunaweza timiza. Tukitimiza hata kama ni nusu, tutajieleza kwa wananchi. Tuseme uchumi ulikuwa mbaya, tulipata uchumi umekuwa kiasi hii, ilikuwa shida hapa. Kwa hivyo tuliahidi hii, lakini tumeweza kutekeleza hii. Lakini kama ni kelele tu tutapiga na kutafuta viti, hao raia watatufukuza. Deputy President, wajua sahi ile kitu ambayo hawa wabunge, vile unasema wewe ni truthful, some of them watasema
for lack of a better word, reckless. Kwa sababu haya maneno utayaongea mahali ambapo hufai kuwa unayaongea. Kwa mfano criticize serikali ambayo wewe mwenyewe uko ndani, badala hii maneno huo unaongea na bosi yako, as you call him, the president. Why would you... Sasa kukubali, mmeniuliza kama projects zimefanywa. Ukweli hazijafanywa. Unataka hiyo niende nikaongea si ni ukweli? Sasa watu wananiangalia. Unajua mimi ni mtu ya kuchaguliwa. Na lazima pia tuheshimu raia. Nikiulizwa swali ya projects, nikose kukiri pahali tumeanguka, si nitakuwa nadanganya raia? Si watasema mimi ni mdanganyifu? Mimi ni mtu ya kusema ukweli. Pahali hatujatimiza, atasema hatujatimiza. Hiyo si kusema mimi nakemea serikali ambaye niko, ni mambo ya kukiri ukweli, kwa sababu hata nikisimama hapa nidanganyane, wananchi wanajua ukweli, watasema mimi ni mdanganyifu. Na mimi sitaki kuwa kwa hiyo kiwango ya kuitwa mtu mdanganyifu. Wacha pahali mambo ya Nithi Bridge nimekiri tumeanguka. No. Na nimesema ile tuliahidi hatujafanya. Sasa hebu ambia Wakenya, kwa sababu unasema ukweli, ambia Wakenya ukweli kwenye deal ya Adani. Mimi sijui kwa sababu sijahusishwa. Uko serikalini. Niko lakini sijahusishwa. Mambo ya Adani sijahusishwa. Sijui lolote kuhusu Adani. Lolote, mimi nasoma kwa gazeti, kwa mitandao vile mnasoma. Na mimi nafuatilia vile wengine wanasema. Hiyo maneno mimi sijui. SHA. Hiyo project iko ilikuja na tukajadiliana vizuri. Na vile tutatoka kwa NHIF tuende kwa SHA. Lakini naendelea kusikiza maoni ya wananchi. You know, unasikia hapa na pale, hapa na pale. It's a good program, lakini ni mzuri pia tuendelee kusikiza vile watu wanasema. Unajua wazungu wanasema only a fool doesn't change his mind. There is no harm in listening. Listening to the people of Kenya is a continuous process. You know, and it is not done until it is done. I think even as we implement SHA, it's good we continue listening to what the people are saying. Shida ya NHIF ilikuwa nini? Kwanza kwa NHIF kulikuwa na wizi mingi sana. Sana. Watu walikuwa accountants are more than doctors. Wale wanauda makaratasi ya uongo na kuchukua pesa. Mheshimiwa Naibu wa Rais, watu ndio walikuwa kwa NHIF na watu ndio watakuwa kwa SHA. Sasa kama ni watu walikuwa kwa NHIF walikuwa na wizi, hapa nini na kufanya useme? No, SHA vile imefanya imepanuliwa kiasi fulani, and I think it's a good thing to incorporate chronic disease. Terminal diseases that were not there kwa NHIF. Unajua mambo ya saratani, cancer. Kisha kuuliza swali, ningetaka pia ujibu swali ya national debt. How badly are we doing? Imani team ya FM na Rabuko TV ndani ya YouTube. Kiulia ya kwiki mwaki ndenda mbali ya Shikilia mic vizuri bro. Ndenda mbali ya mudingi kura. Tuwatithie ndendo gwatithie kaumbungu muchugo. Mukuru akagwata na mwekuru pakona twana twithora twitwao bakathukana kwi twana tura tukathingata ithe na tungi tura tukathingata nyina. Uni ndikana kamlima ngwitikia nkuga na ara ndingatite nkeja kumama na arua ngokira ruju nontu motion jwe parliament na jongi jojo gitozwa sensha jongi jwe senate nkeja kumama na arua ngokira ruju nkaigwa woi na anu deputy president Atiku. What next for the deputy president and what next for Kana Kamlima? Nafikiri tutavuka hiyo daraja tukifika hapo, kwa sababu sijui nini itafanyika. Mimi si Mungu, si malaika. Wacha tu iletwe, iende vile taenda, uamuzi utolewe, tuone vile tatokea. Kulingana na vile taenda, wakati ikifika tutasema vile tunaona na vile tunafikiria na vile tutapanga hii mlima. Lakini
hata ikiwa matokeo aina gani. Kisemekana tuendelee na kazi, tuko tayari. Kisemekana tuende nyumbani, pia tuko tayari. Hata kama tutaenda nyumbani, ombi langu tu kwa watu ya mlima, msikubali kugawanywa. Na sio lazima niongoze nyinyi. Kiongozi mwingine wote anaweza ongoza watu ya mlima, lakini ndio watu ya mlima waweze kuvuna matunda ya serikali na wakuwe kwa serikali miaka mingi inakuja. Watakuwa kwa serikali kama watakuwa wameungana na hawatakubali kugawanywa. Wakikubali kugawanywa, kwa sababu mimi nimekataa kugawanywa, nikitolewa ndio labda njia ipatikane wakawanyike, watu ya mlima watapata shida kubwa sana. Kwa hivyo, kwa bahati mbaya kama tutatolewa na tufukuzwe, ningetaka kuambia watu ya mlima, neno langu kuachia hawa, just in case, because ni mzuri. Unajua mzee kwa boma anaongelesha watoto wake. Kama itakuwa namna hivyo wanapanga watufukuze kwa sababu ya kuunganisha mlima na kusema tukue kitu kimoja, na isemekane ni kweli, tutaenda nyumbani. Hii mlima naongelesha watu ya mlima, tukue kitu kimoja na tujue tukigawanyika, wenye kupanga hiyo jama watakuwa wamefaulu, kwa sababu hiyo ndio jama ile iko ya kugawanya mlima. Tukue hatuna nguvu, hatuna uwezo, hatuna ushawishi. Siasa yetu itakuwa imefika mwisho, uchumi wetu utakuwa umefika mwisho, maendeleo yetu itakuwa imefika mwisho. Kwa hivyo bila itatendeka, hata kama kutakuwa na kiongozi mwingine, ashikilie mlima na asikubali igawanyike, kwa sababu ikigawanyika tutapata shida. Yeah? Nyinyi ndio wa maana, wacha nikwambie. Unaona hii maneno yote, achana na mambo ya viongozi. Nyinyi ndio watu ya maana. Na ndio nilisema niongee leo na watu wetu ya Mount Kenya East. Na ndio mimi naongelesha hawa. Hawa ndio wenye kusema. Unajua hapa mlima watu wengi hawajui. Watu ya mlima hawapati viongozi. Viongozi wanafuata vile wananchi wanasema. Uchaguzi uliopita, kiongozi wetu Rais Uhuru Kenyatta alikuwa ametupeleka barabara moja. Watu hawakufuata barabara aliwapeleka. Watu walifuata barabara yao. Na sisi wale tunaelewa watu ya mlima kama mimi, tulipowasikiza pahali wanataka kwenda, tulikibia mbele yao na kuambia twende pahali mnaenda. Hao watu ya mlima ndio wataamua vile watakaa, na viongozi watawafuata. Mimi nakwambia ikifika wakati na saa hii wanaweza kakaa wanaongea. Hao watu ya mlima ni watu werefu sana, ni watu wana maono, ni watu wanaona mbele. Na mimi nataka nikuhakikishie, mimi niko na hakika, nikuweko nisikuweko, hii mlima ni moja. Na hao watu ya mlima vile watataka kwenda, viongozi watafuata hawa. Watakuja kukibia mbele yao na kuambia twende pahali mnataka kwenda. Kwa hivyo watu ya mlima ni watu wamesoma, ni watu wamechanuka, ni watu werefu. Wanasoma barua ikiwa bahasha. Hii maneno yote inaendelea, wanajua ni nini, wanajua sababu yake ni nini, wanajua mwenye kupanga ni nani, wanajua nia yake ni gani. Hakuna kitu hawajui. Wananyamaza tu, na ni mzuri wananyamazaga, waongeage sana. Wacha tu watu wetu watulie, hakuna shida. Ile wabunge wataamua ni sawa. Wakitaka kutumiwa wapige mtu ya nyumbani ni sawa, kwa sababu hakuna kitu sisi tunaweza fanya. Lakini hakuna jamii nyingine napigaga watu yao. Ukiona watu Raila Odinga akiambia watu wake twende kwa serikali, wanaenda. Na ni kwa nini Raila Odinga hakuna hajachaguliwa Kenya lakini anakuanga kwa kila serikali? Ni kwa sababu watu yake wanamfuata. Akisema twende right, wanaenda right. Akisema twende left, wanaenda left. Ukienda pale Rift Valley, hakuna mtu ya huko mmoja anaweza enda kinyume na Rais William Ruto. Ukienda Northeastern wanaongea lugha moja. Hapa tu kwa mlima ndio watu wanapiga viongozi wao. Mimi nilisema tulifanya makosa, tukapiga rais wetu Uhuru Kenyatta na nikakiri makosa. Sasa hiyo makosa ndio tunarudia tena. Ninataka kuambia viongozi wetu wafikirie tena. Wajiulize, mbona watu ya Nyanza wapigi kiongozi wao? Mbona watu ya Western wapigi kiongozi yao? Mbona watu ya Northeastern wapigi kiongozi wao? Mbona watu ya Coast wapigi kiongozi wao? Mbona sisi tu peke yetu ndio kila mwaka tunapiga kiongozi wetu? You speak like a very desperate. 2022 tumepiga Uhuru Kenyatta. Sasa tunapiga Rigathi Gachagua sisi wenyewe. So as we move on, watu wataendelea wakierevuka, wataendelea wakijua, wataendelea wakilan.
My friend, I'm not desperate for any position. I'm just disturbed that we are the only region that fights. Hakuna watu wengine wanapigana, watu wengine wote wanafuata mambo yao. Pahali imepangiwa vita throughout ni mlima. Sisi wenyewe sio vita pase, ni democracy. No democracy ya kupigana sisi wenyewe. Viongozi wengine wapigi viongozi wao hapa tu. No. Ndio tunafanya kila mwaka, kila mwaka. Very quickly kwa sababu najua time yetu inaenda. Thank you Mheshimiwa Deputy President. Maswali yangu ni matatu peke yake. Ya kwanza ni unajua kwamba kuna impeachment motion iko. Then wabunge wamewahi kuita wakuambia kwamba maybe wakupee warning umefanya 1 2 3 before kupeleka impeachment. Ya pili any effort ya kufanya maneno ya Isiolo airport so that it can serve people of Isiolo and Meru, at least uplifting the Isiolo airport. Thank you so much. Mimi hakuna mtu aniambia makosa yote nimefanya. Hakuna kiongozi yote ameniambia makosa. Mimi naisikia tu wakiongea kwa mikutano. Naona wabunge wako karibu na mimi wakipigiwa simu, kushurutishwa, kutishwa, fanya hii, tutoe hii mtu, tunasikia hii, tunaona kwa magazeti kila siku. Inachukuliwa inakuwa leaked hii na hii kuleta debate. Tunangoja, lakini najua pia sisi ni watu ya zamani. Tumeona mambo mingi. These things they will come and go, and we are also very steady people. We take things the way they come. Najua maisha ya mtoto wa kiume ni mlima kutoka kuzaliwa mpaka kukufa. Mtoto wa kike akipata safari ikiwa ngumu, anaweza bisha hodi mlango ya kwanza, ya pili, ya tatu na atafunguliwa na apate mahali ya kulala. Lakini mtoto ya kiume ni kung'ang'ana kutoka kuzaliwa mpaka kukufa. Mimi ni mtoto ya kiume. Number 2, mambo ya Isiolo ni kweli from a design perspective ilikuwa na shida. Nafikiri kazi watu walifanya pale walifanya kazi matope. Sasa hiyo airport despite ile pesa ilitumika mingi imekuwa na shida. Kusema ukweli, the last time I had a conversation with Kipchumba Murkomen, Saila alikuwa Minister of Transport. Nilikuwa nimeenda hapo Isiolo, nikienda hapo Isiolo Gaos kuwasaidia. Na akaniambia maengineer wa Kenya Airports Authority wanashughulikia to see what has been done. Kusema ukweli, because I'm truthful, I have not followed up, but now that you have told me, it is good that I'll also follow up so that I know exactly imefika wapi kurekebisha hiyo shida iko kwa hiyo airport. Yeah. Na hiyo airport ingesaidia sana Meru. Sana. Deputy President, hiyo ndio swali ya mwisho tafadhali. Sawa. Deputy President, ngwatero ya kuna unda chairperson Gavana Cecily Mbarire Ithianata. Unda iko imara? Cecily Mbarire is my sister na nilimsaidia sana wakati ya kampeni. Na unajua